Ni wazee wa hizi kazi, ndicho alichokithibitisha wekundu wa Msimbazi Simba katika mechi yao ya ugenini ya kwanza raundi ya pili kuania kufuzu hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Nsingizini Hotspur kule nchini Eswatini baada ya ushindi wa mabao 3-0, lakini pia ikiupiga mwingi katika muda mwingi wa mchezo. Wekundu wa Msimbazi Simba leo hii walipata mabao hayo kupitia beki wao wakati Wilson Nangu aliyefunga vyema kwa mpira wa kona, lakini Kibu Denis Prosper alikuja kuingia katika kipindi cha pili alifunga mabao mawili mazuri sana na kuifanya Simba iondoke na ushindi huo muhimu wa mabao 3-0 ambao sasa unaifanya timu hiyo inayoongozwa na meneja Dimitar Pantev na msaidizi wake Suleiman Matola kuwa imetanguliza mguu katika hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika, kwa sababu inafahamika mshindi wa jumla katika mechi zote mbili kati ya Simba dhidi ya Nsingizini Hotspur ndiye atakayekwenda katika hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu 2025-2026. Ushindi wa leo wa mabao 3-0 ugenini, maana yake ni kwamba Simba itahitaji ushindi wowote mwingine katika mechi ya marudiano kwa Mkapa jijini Dar es Salaam itasonga mbele. Sare yoyote inatosha kusonga mbele, lakini kama kufungwa basi isifungwe mabao zaidi ya mawili. Ikifungwa 2-2 itasonga mbele, ikifungwa 1-2 itasonga mbele, ikifungwa 2-1 itasonga mbele, kwa sababu tu matukio ya jumla yatafanya wao waendelee kuwa mbele kutokana na ushindi wa leo wa mabao 3-0. Lakini habari kubwa sio tu ushindi wa Simba leo hii, bali Simba ambayo leo hii ilikuwa ikicheza kwa mara ya kwanza chini ya meneja wao Dimitar Pantev ilikuwa na kitu cha kuonyesha kwa mashabiki wake kwamba iko kwenye mikono salama, na ndicho kilichoonekana. Kuna mabadiliko makubwa juu ya uchezaji wa wekundu wa Msimbazi Simba, ambapo leo hii kocha Dimitar Pantev katika uundaji wa kikosi chake aliunda kwa mfumo wa baada ya golikipa Yakub Suleiman na sio Musa Pimpin Kamara ambaye ndo mara nyingi huanza na alikuwa akiwatia hofu baadhi ya mashabiki, lakini leo hii Yakub Suleiman golikipa wa timu ya Taifa Stars ndiye alianza na alicheza vizuri sana. Lakini kwenye eneo lake la ulinzi alikuwa na walinzi 4, akawa pia ana viungo 3 na washambuliaji 3. Tofauti na Simba ambavyo ilipokuwa chini ya Fadu Davids, mara nyingi muundo wake wa kikosi huwa ni baada ya golikipa kuna kuwa na walinzi 4, viungo wale ukabaji, viungo 3 washambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Lakini Dimitar Pantev ambaye mfumo wake wa baada ya golikipa kuwa na 4-3-3 alikuwa akifanya hivyo pia katika klabu ya Gaborone United alikokuwa kabla ya kutwaliwa na Simba, ndicho alichokifanya leo hii. Lakini cha kuwashangaza wa mashabiki wengi na wafuatiliaji wa mpira wa miguu ni kwamba kwenye kikosi chake leo hii kilichoanza alianza na kiungo mmoja tu wa kiasili katika kuzuia ambaye alikuwa ni Nabi Kamara. Wengine wote kwenye viungo wale 3 wakati yeye mmoja ndiye aliyekuwa na sifa ya kuzuia, huku wengine 2 wakiwa na asili ya kushambulia kama ilivyo kwa washambuliaji 3 akiwa ameanza na mshambuliaji Selemani Mwalimu. Lakini alioanza nao wengine walikuwa ni pamoja na Joshua Budo Mutale, alianza Jasha Ahua, miongoni mwa wale waliokuwa wakisukuma mashambulizi. Paka kipindi cha kwanza Simba walikuwa tayari wanaongoza kwa bao 1-0, bao lililotokana na mpira wa kichwa uliowekwa wavuni na Wilson Nangu, akiendeleza kile ambacho Simba msimu huu wamekuwa wakionyesha kwa mabeki wake wakati kufunga katika mechi tofauti tofauti. Rushain Derok ameshafunga, inafahamika. Abdurazak Hamza ameshafunga, Shamu Karabu ameshafunga katika mechi dhidi ya Fountain Gate, na leo hii Wilson Nangu beki mwingine wakati akafunga katika bao la utangulizi. Ni wakati ambao Simba walikuwa kimiliki mpira zaidi, Simba wakiifanya Nsingizini Hotspur licha ya kwamba Simba walianza na kiungo mmoja wa asili wa kuzuia ambaye ni Nabi Kamara, lakini walifanya kile ambacho huwa kinasemwa to play under the cosh, kucheza akiwa kana kwamba amefunikwa na blanketi, unamziba nafasi ya kuanzisha mashambulizi katika eneo lake. Shinikizo linafanyika kuanzia katika eneo lake, na ndivyo Simba walivyofanya. Wachezaji Neo Maema, Joshua Budo Mutale, Jasha Ahua, Selemani Mwalimu, Elimpanzu Kibisawala kwa kiasi kikubwa waliifanya Nsingizini Hotspur ishindwe kuanzisha mashambulizi hatarishi kutoka katika eneo lake, lakini pia kukosa fursa ya kufanya mashambulizi ya kushtukiza, ikiwa ndivyo ilivyoonekana kutokana na namna kikosi chao chini ya kocha Mandla Davids Kogi kwamba washambulie kwa kushtukiza. Lakini Simba walidhibiti vya kutosha mpaka mapumziko. Simba leo hii Nsingizini Hotspur mpaka mapumziko wakiwa wamepiga mashuti 7, hakuna hata shuti moja lilolenga shabaha. Lakini wekundu wa Msimbazi Simba
Katika kipindi cha pili wakaendelea kuwa wanatawala zaidi, huku wakiwafanya Nsingizini Hotspur wakicheza nyumbani, wakishangiliwa na mamia ya mashabiki wao waliojitokeza, wakikosa cha kufanya. Badala yake Dimitar Pantev akaonyesha ukubwa wake wa kikosi kwa kufanya mabadiliko ambayo yalikwenda kuimaliza kabisa mechi. Walioingia walikuwa ni pamoja na Jonathan Soa, alichukua nafasi ya Selemani Mwalimu. Waliotoka ni pamoja na Neo Maema, waliotoka ni pamoja na Joshua Budo Mutale, pamoja na Jasha Ahua. Waliokuja kuingia ni Yusuf Kagoma, alikuwa ni miongoni mwa walioingia. Aliingia pia mbali na Jonathan Soa, alikuja kuingia Kibu Dennis Prosper, aliingia Morris Abraham. Ni mabadiliko ambayo yalifanya Simba iongeze kasi zaidi. Simba ambayo cheza yake leo hii, pasi zake nyingi, miongoni mwa tofauti aliyoonyesha ni kwamba ilikuwa ikipiga pasi za haraka, lakini kwa kwenda mbele muda wote, wakiwa direct, wakawa na makali zaidi. Safari hii kila mara wakilifikia lango la Nsingizini Hotspur, na mwisho wake kiwango kizuri kilichoonyeshwa na waliotokea benchi kikaongeza madhara zaidi kwa Nsingizini Hotspur. Jonathan Soa akawa amepokea mpira mzuri ambao ndio aliompa pasi Kibu Dennis Prosper kufunga bao mojawapo, lakini pia kuna bao lingine akalifunga kwa pasi nzuri iliyotoka kwa Morris Abraham, na hivyo kufanya watokea benchi kushiriki katika ujenzi wa mabao mawili mengine katika kipindi cha pili, lakini kwa kushirikiana na wengine akiwamo Nabi Kamara ambaye katika ujenzi wa bao mojawapo aligongeana vyema kisigino eneo la kati akiwa na Yusuf Kagoma. Mwisho wa siku Kibu Dennis Prosper akafunga mabao mawili, Simba kaondoka na ushindi wa mabao 3-0, huku miongoni mwa mambo ya kufurahisha ni juu ya namna ilivyokuwa ikicheza kwa kasi. Leo hii hakukuwa na kucheza mpira kwa taratibu. Simba walikuwa kimiliki zaidi mpira, lakini pasi zao ni za kwenda mbele na tena ni kwa kasi. Lakini leo hii pia Simba wachezaji wake pale ambapo mwenzake anakuwa amefungua alikuwa anatoa pasi, na sio mchezaji mmoja kulazimisha kudribble mpira unnecessarily pasi na sababu. Leo hii Mpanzu alicheza vizuri sana kabla ya kutoka, lakini jukumu lake kubwa alilokuwa akilitekeleza ni kuhakikisha mchezaji hatari wa Nsingizini Hotspur huyu Singipile Shongwe akishindwa kwenda kuleta ari kwenye lango la Simba, kwa sababu yeye ni beki mbili ambayo huwa wanamtumia kama Kapombe akipanda na kuingia ndani. Katika mechi iliyopita waliocheza dhidi ya Simba Bora ya Zimbabwe, katika mechi mbili alinyara sana. Mechi ya ugenini walifunga 1-0, mechi ya nyumbani ni yeye huyu Nkosingipile aliyefunga bao katika dakika 90 na kufanya Nsingizini washinde bao 1-0 kwenye uwanja ambao leo hii walicheza dhidi ya Simba. Matokeo ya jumla yakawa ni 1-1, mikwaju ya penalty ikawafanya wao wasonge mbele kwa kushinda 4-2. Lakini leo hii mchezaji huyu hakuwa na madhara yoyote kwa sababu tu ya kile kilichoonyeshwa na Eli Mpanzu Kibisawala katika jukumu la kuhakikisha hatari kutoka kwa Nsingizini kupitia kwa beki wao huyu mgongoni nambari 24, mchezaji wa timu ya taifa ya Eswatini, ikikosekana kwa sababu ya kile alichokionyesha kabla ya kuja kutolewa. Lakini vile vile leo hii Simba mambo mazuri kwao ni pamoja na namna walivyokuwa wakicheza kwa ushirikiano katika muda wote wa mchezo. Nidhamu ikiwa ya hali ya juu, pale waliposhambuliwa walikuwa wakirudi kwa kasi kuhakikisha wanakuwa salama chini ya usimamizi wa beki Rushain De Rock. Alikuwa akishirikiana vyema na Wilson Nangu ambaye muda mwingi alikuwa akienda upande wa kushoto kucheza mipira pindi pale beki wao Anthony Mligo anapokuwa ametangulia kwa mbele. Bao moja hapa alofunga Kibu Dennis Prosper ambalo kwake Kibu lilikuwa la pili, liliashiria namna ambavyo Simba leo hii walionekana kuwa wakubwa zaidi, na mbinu za huyu meneja Dimitar Pantev ambaye ndiye mwalimu zimeanza kukliki vyema ndani ya Simba. Ni kwamba kama sio Kibu ambaye alipokea pasi nzuri kutoka kwa Jonathan Soa, alikuwa na uwezo pia wa kutoa pasi kwa Eli Mpanzu Kibisawala, angeweza kufunga. Lakini pia Anthony Mligo alikuwa ameshafika, alikuwa na uwezo wa kufunga. Jonathan Soa mwenyewe alikuwa na uwezo wa kufunga. Ni shambulizi ambalo wachezaji wanne walikuwa na uwezo wa kufunga, na hiyo ni habari njema kwa kuondoa Msimbazi Simba, hasa kwa kuzingatia kwamba wamempata meneja mpya katika kipindi ambacho msimu umeshaanza na tayari walishaanza kucheza mechi za ligi ya mabingwa barani Afrika, zile za dhidi ya Gaborone United alikotoka yeye Dimitar Pantev. Wote performance leo hii timu kwa ujumla. Sasa nini watachokifanya Simba katika mechi ya marudiano kwa Mkapa jijini Dar es Salaam? Ni dhahiri kwamba kazi imekuwa nyepesi kwao, ni juu ya kumalizia tu. Jambo muhimu kwao ni kuacha kuchukulia kwamba mechi imeshaisha. Wao ni wazoefu, wanafahamu vizuri. Ni dhahiri kwamba katika mechi ya marudiano watachukulia kana kwamba mechi ya leo hii waliocheza ni nusu kipindi. Mechi ijayo waendeleze jitihada kwa kuchukulia kama ni mechi mpya, ili mwisho wa siku wapate matokeo ya jumla ya ushindi na kwenda hatua ya makundi, kuwapa raha wana Msimbazi, kuwapa furaha wa Tanzania, wao wakiwa ni wakilishi mojawapo wa nchi katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika.
Kongole kwa Simba kwa kiwango bora alichokionyesha leo hii, ni kusubiri katika mechi ya marudiano. Nini kitakachotokea? Ni swala la kusubiri. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke, almaarufu kama Mzee wa Data. Shukrani jazilan. Bye bye.